Mimi nimeota ndoto, lakini ndoto siikumbuki. Kwa hiyo naomba nyie wenye hekima mniambie ndoto niliyoota, alafu mnipe na tafsiri ya hiyo ndoto, la sivyo nitawaua nyie na nitaua na familia zenu. Kwa kipindi kirefu nimekuwa nikizungumza kuhusiana na habari za siku za mwisho, na watu wengi wamekuwa wakihoji, wengine wamekuwa na maswali, wengine wamekuwa wakikejeli, wengine wamekuwa wakisema kwamba labda wewe kijana hujui unachokizungumza. Na nataka nitume ujumbe huu siku ya leo, nikitoa uthibitisho wa kihistoria kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho kabisa 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 kabisa. Na ujumbe wangu utatoka katika kile kitabu cha Danieli. Tunakutana na habari za mfalme mmoja anaitwa Nebukadneza, na kupitia ujumbe huu nitakuonyesha uthibitisho wa kihistoria, sio tu wa kimaandiko, lakini wa kihistoria, kwamba nyakati ambazo ninaishi mimi, nyakati ambazo unaishi wewe, nyakati ambazo tupo tunaishi katika kizazi ni nyakati za mwisho, na Yesu yupo karibu kurudi. Sasa ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya kwanza na ya pili, kuanzia sura ya kwanza tunakutana na habari za mfalme mmoja wa Babeli anaitwa Nebukadneza, ambaye alienda akaivamia Yerusalemu akachukua mateka, na miongoni mwa mateka kuna vijana wanne, mmojawapo ni Danieli na Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu wengi tumeshasikia hizi habari kuhusu tanuru na nini, lakini nataka nielezee kitu fulani ambacho hakizungumzwi sana, lakini kipo. Sasa baada ya mfalme kuchukua mateka ili watu wa Yerusalemu, akawachukua hawa Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakawa ni watumishi katika nyumba ya mfalme. Lakini siku moja huyu mfalme akaota ndoto, na leo nataka nizungumze kuhusiana na hiyo ndoto aliyoiota na jinsi gani hiyo ndoto ambayo aliota huyu mfalme Nebukadneza inathibitisha kwamba tunaishi katika nyakati, tunaishi katika kipindi cha mwisho. Huyu mfalme aliota hii ndoto, alivyoamka asubuhi, ndoto ile ilimsumbua sana. Biblia inasema akatafuta watu wenye hekima, wachawi na waganga wa Babeli wampe majibu ya ile ndoto, lakini kwa sababu hao wachawi na mfalme anawajua sana hao waganga, inavyoonekana ni kwamba kuna kipindi waga wanamdanganya ili kumridhisha, kwamba mfalme ulichoota ni hiki, kumbe sicho. Sasa mfalme alipojua hayo akasema, mimi nimeota ndoto, lakini ndoto siikumbuki. Kwa hiyo naomba nyie wenye hekima mniambie ndoto niliyoota, alafu mnipe na tafsiri ya hiyo ndoto, la sivyo nitawaua nyie na nitaua na familia zenu. Na alifanya hivyo makusudi ili kwamba asije akadanganywa na uzito wa ile ndoto aliyoota. Alikuwa hawezi akariski kudanganywa kuitamka, kwa sababu unaweza ukasema nimeota simba ananikimbiza, ukamwambia mtu nitafsiria, akasema huyo simba maana yake hivi na hivi na hivi, kwa hiyo fanya hivi na hivi, hapo kitatokea. Kumbe tafsiri yake ni ya uongo na ametunga ili akuridhishe. Kwa hiyo mfalme alivyojua hivyo, akatafuta wenye hekima mbalimbali, wachawi wa Babeli, wakatafuta majibu, wakakosa. Biblia inasema mfalme akatoa amri ya kwamba wote wauawe, kwa sababu ameshindwa kumtajia ndoto ilikuwaje na kumpa tafsiri ya hiyo ndoto. Sasa hapa ndipo tunakutana na hizi habari za Danieli. Yule akida aliyotuma kwenda kuwaua wale watu, yule mwanajeshi alipofika kwa Danieli akamwambia, ngoja kwanza, mbona hii taarifa mimi sikupata? Kwa nini asikupata? Kumbe Danieli na wenzake walikuwa wafahamu kwamba kuna hii amri, na hii amri ya kuuliwa, kwa sababu watu wameshindwa kujua ndoto ya mfalme. Kwa hiyo Danieli akasema, basi ngoja mimi naomba nipe muda kidogo, niende nikamwombe Mungu wangu, alafu mimi nitakuja na tafsiri hiyo ndoto. Kwa hiyo yule mwanajeshi akakubali. Danieli akaenda kwenye maombi, akamwambia na wenzake Shadraka, Meshaki na Abednego kwamba tukiwa kwenye maombi tuombe, tunamwamini Mungu kwamba Mungu ataenda kutuonyesha ndoto na ataenda kutupa tafsiri. Bila shaka Mungu aliye mwaminifu, Mungu wa mbinguni akampa tafsiri ya ndoto, na ndoto yenyewe Danieli katika ndoto akamwonyesha mfalme alichoota na maana ya alichoota. Sasa leo nataka tuzungumze kidogo na nikuthibitishie kihistoria kwamba nyakati ambazo unaishi na nyakati ambazo ninaishi ni nyakati za siku za mwisho. Danieli akaenda kwa mfalme akamwambia, mfalme, ndoto uliota ni hii, umeota umbo la mwanadamu kubwa, na kichwa cha hilo umbo ni cha dhahabu, na mikono pamoja na kifua ni fedha, na kiuno, tumbo ni shaba, alafu miguu yake ni chuma, alafu nyayo zake ni chuma kilichochanganyika na udongo. Narudia tena, kichwa ni dhahabu, alafu kifua pamoja na mikono ni fedha, alafu kinachofuata hapa katikati, tumbo na kiuno ni shaba, alafu miguu ni ya chuma, alafu unyayo na vidole ni chuma kimechanganyika pamoja na udongo. Na baada ya kumwambia hivyo, mfalme akashangaa, lakini Danieli akamwambia,
Hii ndoto Mungu amekupa kukuonyesha mambo yatakayo kuwako siku za mwisho. Kumbe hii ndoto Mungu alimpa mfalme Nebukadneza kumwonyesha habari za siku za mwisho. Siku za mwisho utawala utakuwa wa namna gani? Na Danieli kama mfalme alivyohitaji, atajue ndoto ilikuwaje, lakini pia atajue tafsiri ya ndoto. Danieli akampa tafsiri sawasawa na Bwana alivyomwonyesha, sawasawa na Mungu wa mbinguni alivyomwonyesha. Akamwambia, unaona hiki kichwa ambacho umekiota ni cha dhahabu. Hiki kichwa ni cha dhahabu, ni ufalme wako ambao unatawala sasa. Kumbuka Nebukadneza alikuwa ni mtawala wa Babeli, na Babeli ilitawala dunia kwa kipindi hiko. Ilikuwa ni utawala wenye nguvu. Hii sio tu kwenye Biblia, ipo kwenye historia. Fuatilia historia, tafuta, ingia Google, search Babeli, utawala wa Babeli. Akaambia utawala huu wa dhahabu ni utawala ambao wewe mfalme Mungu amekuweka hapo kwa kusudi, lakini ukitoka wewe kuna utawala mwingine mdogo unakuja ambao ndio unawakilishwa na hii fedha, mikono na kifua. Nitakuonyesha hapo picha ya mfanano wa hiyo ndoto aliyoyota mfalme Nebukadneza. Kwa hiyo akasema kutakuja ufalme mdogo kuliko wewe, ambao ukaja ufalme wa Uajemi, ukaja ufalme wa Uajemi ambao ni mdogo kuliko ule wa Nebukadneza. Lakini baada ya hapo ukaja utawala wa Wagiriki. Biblia inatumia neno wa Yunani. Ukisoma Danieli 10 mstari ule wa 20, baada ya malaika yule ambaye alitumwa na Mungu, Gabriel alitumwa na Mungu kupitia Danieli ujumbe, baada ya Danieli kufunga siku 21, Biblia inasema akazuiliwa kule juu. Baada ya kuzuiliwa, Mikaeli akashuka, yule malaika akatolewa, akashuka kuleta ujumbe kwa Danieli. Wakati yule malaika anaondoka, akasema naondoka, nikiondoka nitamvuka huyu mkuu wa Uajemi. Na maana kumbuka, katika kila ulimwengu wa chini ambao tunaishi sisi, watawala wake, juu yake kuna mtawala wa roho wa ulimwengu wa giza. Kwa mfano, unapoona kuna rais katika nchi fulani, kumbuka juu yake pia kuna mtawala wa ulimwengu wa giza ambaye anamwendesha ama anatawala hilo eneo. Kwa mfano, Afrika kuna mtawala juu ya Afrika. Tanzania kuna mtawala wa anga wa giza juu ya Tanzania. Kwa hiyo kipindi cha Babeli na kipindi cha Uajemi, baada ya Babeli kuanguka, baada ya Nebukadneza kuondoka, ambaye ilikuwa ni kichwa cha dhahabu, ikaja utawala wa shaba ambao ni Uajemi, ambao ndio malaika alikuja. Biblia inasema yule malaika alipokuja akasema naondoka, lakini mkuu wa Yunani anakuja katika ulimwengu wa giza. Yule mkuu wa Yunani, yule principality, ile falme na mamlaka inakuja, na atakapokuja huku chini utawala utabadilika. Kumbe mambo yanayotokea huku chini ni kioo tu cha mambo ambayo yanatokea katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kila siku nawaambia kwamba ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo Danieli akamwambia mfalme, kichwa ni utawala wa Babeli ambao ni wewe Mungu amekuweka, lakini baada ya wewe kutakuja utawala wa Uajemi. Tunasema kutakuja utawala wa shaba ambao tunajua katika historia hii, tunathibitisha katika historia kwamba ulikuja utawala wa Uajemi, alafu baadaye ukaja utawala wa shaba ambao ni wa Yunani, ambao hapo ndio tunamkuta mtu mmoja anaitwa Alexander the Great, ambao alitawala sehemu kubwa ya dunia. Na Biblia imesema, ukisoma Danieli sura ya 2, anasema utawala utatawala dunia. Lakini ukaja anasema miguu ya ile sanamu ambayo juu ilikuwa ni dhahabu, kifua na mikono ilikuwa ni fedha, alafu tumbo na kiuno ilikuwa ni shaba, miguu yake ilikuwa ni ya chuma, ambao amesema tafsiri yake ni kwamba utawala utakuwa na nguvu na utasagasaga kila kitu ambacho kinafahamika, utaharibu. Ndipo tunafahamu katika historia kwamba baada ya Wagiriki kutawala dunia, wakina Alexander the Great, dunia ikaja kutawaliwa na taifa la Rumi, ambao ndio ulikuwa utawala wenye nguvu kuliko tawala hizi zingine. Ulikuwa utawala ambao una uwezo wa kijeshi, ulikuwa una utawala ambao ulitengeneza hata mazingira ya usafirishaji, ulijenga mabarabara, utawala ambao ulikuwa ni makatili, tunafahamu. Ukaja utawala wa Kirumi ambao unasema ndio miguu ya ili sanamu ilikuwa ni ya chuma. Lakini haikuishia hapo, anasema hii miguu ilikuwa ni ya chuma, lakini nyayo zake chini zikaanza kuchanganyika chuma na shaba. Tunafahamu katika historia, mtu wa Mungu, sizungumzi vitu ambavyo sivifahamu, ni katika historia. Fuatilia historia. Utawala wa Rumi ulikuja kugawanyika. Ulipokuja kugawanyika, haukuvunjika kwa kuvamiwa na ufalme mwingine. Hapana, utawala wa Rumi ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba uligawanyika kutokea ndani, zikatengenezeka falme zingine ndogo ndogo. Biblia inasema hivi, ile sanamu chini yake katika nyayo ilikuwa nimegawanyika chuma na udongo.
falme zingine zina nguvu na falme zingine hazina nguvu. Na tumeona katika historia baada ya utawala wa Rumi ukagawanyika, zikaanza kutokea hizi falme ndogo ndogo, falme wa Uingereza, ndio tunamkuta mfalme wa Uingereza. Kwa kuna falme mbalimbali duniani zinatawala, falme mbalimbali, na kadri ambavyo muda umezidi kwenda, hizi falme ama hizi tawala zimekuja kugawanyika mpaka kufikia sasa hivi tuna marais wa nchi zaidi ya 100, na Biblia imesema kwamba chini tawala zingine zitakuwa zina nguvu, tawala zingine zitakuwa dhaifu, kwa sababu nyingine zitakuwa ni za chuma, nyingine zitakuwa ni za udongo. Tunaona sasa hivi kuna marais, kuna nchi ambazo zina nguvu, kuna nchi ambazo zina nguvu, lakini ni watawala katika maeneo yao husika. Huu nabii usingeweza kutimia kipindi cha Yesu, usingeweza kutumia kabla ya Yesu. Unabii huu ni wa kizazi hiki ambacho dunia imegawanyika, ina watawala mbalimbali, ina watawala wanaotawala dunia mbalimbali, lakini unabii ulitolewa miaka zaidi ya 3,000 nyuma, miaka zaidi ya 2500 nyuma, kipindi cha Danieli huko. Mungu alimwonyesha Nebukadneza, akamwambia, hii ndoto nataka nikuonyeshe jinsi gani mambo yatakavyokuwa katika siku za mwisho. Akaanza kumwonyesha kuanzia mwaka ambao wapo wao, na mtawala ambaye yupo, na mtawala ambaye atafata, na mtawala ambaye atafata, na mwisho mtawala ambaye atafata, ambaye baadaye atagawanyika, ambaye ni utawala wa dola ya Rumi, ambao baadaye ikagawanyika, zikatengenezeka dola mbalimbali ambao zikazidi kugawanyika, na nchi zikapata uhuru, na nchi zikawa zina watawala mbalimbali. Lakini kuna tawala ambazo kuna mamlaka ambazo zina nguvu, tunaona Marekani, sio China, sio Urusi. Lakini kuna tawala ambazo dhaifu kama nchi za Afrika, nchi za South America huko, nchi zingine Cuba, wapi, ambazo hazina nguvu kiasi hiko. Lakini Biblia imeandika, imesema hili sanamu nyayo zake chini zitakuwa ni za chuma na udongo zimechanganyikana. Lakini hajaishia hapo, amesema katika utawala wa huu chuma na udongo ambao nchi zitakuwa zimegawanyika, ufalme utakuwa umegawanyika wa Rumi. Baada ya ufalme huu wa chuma utakuwa umechanganyika na udongo, amesema kutatokea jiwe kubwa ambalo litakuja kuliangusha, kulipiga hilo sanamu, na baada ya kulipiga hilo sanamu, ili jiwe litatawala dunia nzima, litakuwa milima litatawala dunia nzima, ambao ndio unabii unathibitisha kwamba baada ya kizazi hiki Yesu atarudi na kutawala dunia zima, na ufalme huo utadumu milele na milele. Amesema lile jiwe litakuja, litabilingika, litalipiga ile sanamu. Katika ndoto ya Nebukadneza litalipiga ile sanamu, na baada ya kulipiga ile sanamu litaanguka, na ile jiwe litakuwa kubwa, litajaa dunia nzima, ikiwa ni unabii wa kuthibitisha kwamba baada utawala wa Rumi kugawanyika, ambacho ndio kizazi tunaishi sasa hivi, Yesu atarudi na kuziangusha hizi falme, na yeye atatawala miaka na miaka, milele na milele. Hiyo nimekuonyesha tu kwa kifupi katika hii habari ya hii sanamu ambayo mfalme Nebukadneza aliota na tafsiri yake kwa ufupi sana. Naamini nitakuwa na sehemu ya pili ambayo nitazungumza kwa undani